than enough. We are in the book of Romans chapter 8 and verses 14. Warumi mlango wa 8. Thank you, Joas. Sababu ya that kutuongoza ku minister. Nyinyi kukuja ni jawabu ya maombezi. Unasemanga Mungu asikiangi? Hey, amjui. So Romans 8 and verses 14. Romans 8 and verses 14. Briefly, na naamini ya kwamba there is a word for you. Romans 8 and verses 14. NIV lettering inasema ya kwamba Romans 8 and verses 14 inasema, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Our subject kwa muda imekuwa understanding the person of the Holy Spirit, knowing experientially the person of the Holy Spirit, kumjua katika ufahamu Roho Mtakatifu. Na tumekuwa tukiongea mambo mengi where he reveals his dimensions katika maeneo tofauti, na ya 4 tunasema ya kwamba Holy Spirit leads. Roho Mtakatifu huongoza. Holy Spirit leads, ye huongoza. Na jana tukamalizia kwa kusema ya kwamba that being led mean yielding control. Ni kusema ya kwamba being led by the Holy Spirit ni kumkubalisha katika maeneo yetu ya maisha, in all our faculties, for him to take control. Tukamalizia na kusema ya kwamba it is where the believers are no longer lived by fleshly desires but by divine direction. Nikawaambia ikiwa kuna watu ambao kila mara, by the way, tuna struggle katika hii life in some decisions, some actions katika ulimwengu huu, kwa sababu we don't know tomorrow, the years to come. Hatujui hiyo hali itatokea nini. Kila mara tunatakanga kujua which direction. Lakini wapendwa, unaweza pata believers wanatafuta muongozo kila upande. Wanaenda kushoto kwa anko, kwa pastor, kwa ndugu, kwa rafiki, na sisemi ni vimbaya, lakini unapata ya kwamba tuko na Roho Mtakatifu ambaye anaweza kukuongoza to the right man of God, to the right uncle, to the right brother, to the right sister. You know, I heard this man of God saying, many are the times tunatakanga voice kutoka kwa Mungu tunapokanywa, lakini kila mara that advice ambayo your auntie gave you, that advice your senior gave you, that is the person of the Holy Spirit speaking through them. Na unashinda ukitafuta, si uniongereshe, si uninene, lakini kila mara anakunenea kupitia wale ambao ameweka jiani mwako. So ladies and gentlemen, the person of the Holy Spirit huwa unamfahamu experientially when you allow him to direct, kukuelekeza na kukuongoza kila kuchao. Na hiyo I will not dwell on it. Tutaenda kwa ya pili ambayo tunapozungumzia being led by the Holy Spirit, it is where we call the principle of spiritual identity. Spiritual identity. Why? To be led by the Spirit according to the word that we have led is a proof of belonging to God's family. Kuongozwa na Roho Mtakatifu ni dhihirisho ya kwamba wewe ni wa jamii ya Mungu. Wewe ni wa jamii ya Mungu. This is the word ambayo ilikuwa inakuja tulipokuwa tunaabudu, ambako Biblia inasema tulipookoka we were sealed with a deposit of the Holy Spirit. Tukawekwa muhuri. In fact, the Bible says a guarantee ya Roho Mtakatifu. A guarantee. Ilikuwa dhihirisho ya kwamba mmekuwa born again. John hapa, pangeni line. You have a seal. The Holy Spirit anaingia ndani yako. It is a seal. It is a guarantee ya maisha yajayo. Simply, Mungu alikuwa anataka kutuambia ya kwamba katika ulimwengu huu, you only overcome, and the only proof
wewe ni wa jamii ya Mungu, it is the person of the Holy Spirit in you. Ni dhihirisho, it is a proof wewe ni wa jamii ya Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuelekeza na kukuongoza. Hallelujah. It is to be led by the Spirit is proof of belonging to God's family. No wonder the Bible says in verses 15 of Romans, where we have read, that we are no longer slaves to fear, but heirs of God. Hatuko tena watumwa wa woga, lakini tunafanyika warithi katika Mungu. Tunafanyika warithi, not slaves to fear, but heirs, lakini warithi katika Mungu. Number 2, tunapozungumzia those who are led by the Spirit of God are sons of God. Kila mara huwa tunasema ya kwamba sons signifies maturity, moving from mere belief to relationship marked by obedience and intimacy. Huwa tunasema ya kwamba kusema wewe you are a son in the family, it signifies maturity. It is where you move from a mere belief. Watu tu wanaamini waamini, lakini watu ambao wanaamini katika msingi wa uhusiano ambao inakuwa marked with obedience and intimacy. That is marked by obedience and intimacy. Njia moja ya kudhihirisha you are son is to be led by the Spirit. Na njia nyingine ya kudhihirisha you are mature son ni ambako unadhihirisha obedience and intimacy, uhusiano na kutii. Hauwezi kadhihirisha kwamba wewe ni mwana ambaye ni mature katika ufalme wa Mungu ikiwa those two attributes, obedience and intimacy, it's not on your checklist. Ladies and gentlemen, njia moja ya kuprove the spiritual identity, it is where a son signifies maturity, where we move from mere belief. Tuko na wa believers wengi ambao they are average, they have mere belief. Lakini tunaposonga na kuelekezwa na Roho Mtakatifu ni ambako our relationship is marked with obedience and maturity and intimacy. Now, tunapozungumzia, the Bible inasema ya kwamba that those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. Simply, our identity in the kingdom of God, that we are sons, is proven by being led by the Spirit of God. Kitambulisho chetu ya kwamba sisi ni wa ufalme wa Mungu inadhihirishwa wakati tu unaelekezwa na Roho Mtakatifu. Maana Biblia inasema ya kwamba because those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. For you to prove you are a son in the kingdom, then unahitaji kutoa assurance you are led by the Spirit of God. Now, let me give you a case study in the book of Luke 4 and verses 1. Luke 4 and verses 1. Listen. Luke 4 and verses 1. Nimalize na hiyo kwa leo. Luke 4 and verses 1. Biblia inasema ya kwamba Luke 4, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit in the desert. Anytime in the Bible utapata hilo jina Jesus, kila mara huwa ina prove the man Jesus, the son of man. Okay. Utakapopata Christ is God in man. But anytime in the Bible you find the Bible calling Jesus Christ as Jesus, huwa ina prove his humanity. It proves his humanity. Yule mtoto wa Maria na Yusufu, the carpenter. So Bible inasema ya kwamba Jesus, full of the Holy Spirit, Bible inasema ya kwamba returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. Jesus
Jesus as a man minus the Holy Spirit, angalie direction heading to wilderness, angerudi. Hey, Bwana asifiwe. Lakini Bible inasema ya kwamba Jesus filled with the Holy Spirit kutoka Jordan was led by the Holy Spirit into the wilderness. Ladies and gentlemen, if you are going to overcome any sort of wilderness in your life, you need the assistance of the person of the Holy Spirit. Without him, wilderness will hem and cave against you. In different scenarios where we experience wilderness na changamoto kila kuchao, njia moja tu ya pekee ya kushinda ni kuwa Roho Mtakatifu is assuring you, you are in the wilderness, but I'm with you. Oh Jesus. If only believers in our days, kwa jambo lolote ambalo watapitia, they will hear oftenly this whisper, the Holy Spirit telling them, yes, you are in your sorrow, you are in your pain, you are in your uncertainties, but rest assured, I'm with you. I'm with you. But when you don't understand the person of the Holy Spirit, wakati uja mature as a son in the kingdom, kila mara when you see you are heading to the wilderness, unaanza kuumia, to complain and to murmur. But when the person of the Holy Spirit is with you, you can rest assured, even in your wilderness, you are going to overcome in the name of Jesus. But minus him, there is no wilderness. Minus God, itakubakisha ukiwa umesimama. Oh Jesus. Venye unaonanga unainukiwa, vita zinakuja kinyume na wewe. Venye changamoto, venye katika giza unapata uko ndani yake. Pasipo the assistance of the Holy Spirit, hakuna darkness, hakuna uchungu, hakuna magonjwa kujanga kukubakisha umesimama. Lakini sababu ya haki ya sisi kusimama, licha ya kuwa tuko katika giza, katika machungu, katika mapito mangumu, ni kwa sababu the person of the Holy Spirit is with us. He just encouraged you. I know you are tomorrow. I know 2 weeks to come. Don't worry, I'm with you. Why don't you remember? Ni mimi ambaye nilisema sitakuacha wala kukuachilia. Ladies and gentlemen, katika nyakati hizi ngumu tunapitia, what you need is that person of the Holy Spirit being awakened, manifest in you, akwambie, I'm with you. In your wilderness, I'm with you. Hallelujah. Do you know, divine purpose, preparation, and victory over temptations is only possible when the person of the Holy Spirit is present. Ya mwisho kwa leo, true sonship involves trusting God's direction even when it leads to testing. True sonship, sons, those who are mature. True sonship involves trusting God's direction even when it leads to testing. Kudhihirisha kwamba umekomaa kama mwana, ni kutumainia mwelekeo wa Mungu hata wakati inakuelekea katika kujaribiwa. You know, one way ya kudhihirisha the Israelite hawakuwa wamemachua ni wakati walitoka Misri heading to Canaan. Biblia inasema ya kwamba the wilderness cave in. In fact, I remember juzi nilikuwa najisikiza kwa sermon nilikuwa nimepreach kitu 3 years ago. Bible inasemanga ya kwamba Farao akawaangalia wana wa Israeli, wakaambiana na kikundi chake, wacha tumfuate. Kwa sababu gani? Jinsi wanaoneka wakiwada here and there, it seems as if the desert has hemmed against them. Do you know what is to hem against you? Ni wakati unaenda njia inafika mwisho, na ulikuwa certain I'm heading to my breakthrough, lakini unaenda njia na ni mchana, inaanza kuwa na ile tunaitanga dew. You know, mugikuwa ugaga njira ikuregiaga ime muthenya, njia ya kupotea ile dew unaipatanga mpaka mchana na bado
unaambiwa hakuna activity hapa. Hiyo ni njia ya kupotea. So the Bible says, Pharaoh aliwaangalia wana wa Israeli akawaambia, wacha tuwafuate. Why? It is seemed the wilderness and the desert has hemmed against them. Simply, venye wanasonga tunajua hiyo njia. They are heading to the Red Sea. Na hakunanga njia hapo. Hakunanga. Bible inasema walipofika ukingoni wa bahari ya Zamu, kulikuwa kuna option wangerudi nyuma. Lakini Bible inasema kuangalia nyuma wakaona Pharaoh na jeshi lake wanakuja. And many are the times when we are not keen to listen to the whisper of the person of the Holy Spirit, tunapofika ukingoni kabla hatujamuuliza, na mtu akifika hapa Roho Mtakatifu mtu anaendaga wapi, the next thing is the option going back. Lakini tunapopata adui amekuja, instead ya kufocus kwa Mungu tunaanza kumama and to complain. But I can tell you, watu ambao ongozwa na kuelekezwa na Roho Mtakatifu, njia inaweza onekana as if it is heading to the Red Sea, but you can rest assured Roho Mtakatifu alikuwako hapo mbele na anajua kuna njia. Anajua kuna njia. Because niliwaambia njia moja ya kumtumainia Roho Mtakatifu, unlike us, we are limited. He knows your tomorrow. He knows 10 years to come. He knows about your children. He knows about your ministry. He knows everything. That is why he is a sure bet to trust unto him. So, true sonship involves trusting God's direction even when it leads to testing. They murmured and they complained. Wakasema si afadhali tungerudi Misri, bona ukuje utuulie huku jangwani. Lakini Bible inasema ya kwamba Mungu akamwambia Moses, waambie to be still, to be still. Why? The Egyptian they see, hawatawaona tena. Tell them to move on and be still. And many are the times the Holy Spirit whispers to you, be still. Allow your soul to be still. I'm with you. Be still. Silence any other voice. Don't see the circumstance. I'm telling you, be still. Move on. For that scenario, you are not going to see it again. Ladies and gentlemen, we need the person of the Holy Spirit leading us and directing us. Why? The Spirit leads with the perfect timing, guiding believers to divine appointments. The Holy Spirit leads with perfect timing, guiding believers to divine appointments. The Holy Spirit leads with perfect timing, guiding believers to divine appointments. Do you need any divine appointment? And your scenarios look as if there is no timing, you can rest, submit yourself to the person of the Holy Spirit. Why? He leads to a perfect timing. Na nauliza hivi, ni the saying of men ama ni neno la Bwana ambalo linasemaga gaida hiyo hana dasera gero ni kiugo kia Ngai? Josh, umesikia hiyo? Is it the word of God that says Mungu hakujagi mapema na hachelewi? If I paraphrase, ni the saying of men, na si walikuwa ndani ya roho. Do you want to tell me in the Bible there is no place kumeandikwa Mungu si wa haraka na hachelewi? Na msinidanganye. God is never late. Or it's the saying of men. Then you can rest assured. If it is the saying of men or the word of God, then it is true. Hachelewi na hakuna siku atachelewa. That door you need divinely at the appointed time, itafunguka tu. That uncertainty ambayo una feel in your life, endelea kujisalimisha kwake. At the appointed time, the perfect timing, ataifanya iwe wazi. Jambo ulikuwa unafikiria hii sasa itatendeka aje, siku moja utajipata past it. Sema haya, siku nadhania ni hivi,
kumbe huko Mungu alikuwa umepanga na saa hii miedi hapa. The person of the Holy Spirit leads. May we pray. Dear Lord, we surrender ourselves this afternoon to your leads, to you directing our lives, influencing our decisions, our actions, and our attitudes in the name of Jesus. Mahali ambako we struggle, take the stage, have your way. Hold us with your hand. Walk with us. Give us victory because you are our God and our King. How we surrender ourselves to you. That situation, that family, that issue. Jehovah God, we surrender it unto you. For we understand you are still in our lives. Receive all the glory. Receive all the honor. As these dear ones go back to their daily activities, may you lead them to still waters and to their provision in the name of Jesus. We trust unto you. You will put quick tears on our ways, that we are not going to miss it. I give you the praise and I give you the glory for your leading and your direction. Even as we give our offerings to you, you bless the offerer and the offering. In Jesus' mighty name, tunaomba na hata kuamini. Amen. May God bless you. Let me tomorrow. Thank you and thank you indeed.